Watazamaji, wasikilizaji, na wasalimia kwa mara nyingine tena. Nimekuja kwa jina la Daniel. Leo nimewaandalia somo kuhusu self injection. Kwa Kifaransa, injection. Alors, injection c'est quoi? Ni kuingiza dawa ndani ya mwili wa mtu kwa kutumia sindano. Il y a les différentes voies d'administration. Na maana kuna njia nyingi za kupitisha dawa. Hizi njia ziko aina mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kumeza vidonge au kujipaka, kuweka sikioni, machoni, puani, sehemu za siri, kiunoni na kuendelea au chini ya ulimi. Njia nyingine ya pili ni njia ambayo tunatumia kwa ku-inject someone kwa kutumia sindano. Hii njia ina aina 5. Kuna IV, IM, kuna njia zingine intradermique, intraosseuse, subcutaneous. Ni kwamba unamchoma mtu chini ya misuli, na kuna nyingine inaingia ndani ya misuli, kuna nyingine inaingia kwenye veni na kadhalika. Kwa hiyo kabla ya kumchoma mtu sindano au kabla ya kuingiza dawa ndani ya mwili wa mtu, kuna vitu viwili unapaswa kuvizingatia. Kitu cha kwanza ni IPC. Donc les précautions standards d'hygiène. Les précautions standards d'hygiène c'est quoi? C'est la façon donc de placer pour éviter d'être contaminé. Ni namna ambavyo unavyoandaa mazingira yako unayaandaa vizuri ili kuepukana na maambukizi au kumwambukiza mgonjwa. Tunaweza tukatumia antiseptic, pour dégâts, disinfection, sterilization na kadhalika. Njia ya pili sasa, kitu cha pili ambacho unaweza kuzingatia c'est les précautions pour administrer les médicaments. Unaweza kutumia kwa kuhakikisha, yani ni kuhakikisha jina la mgonjwa ni sahihi. Unasoma kwanza jina la dawa, una verify njia hiyo dawa itapitia, quantité a milligram, date d'expiration, yani hiyo dawa ita expire lini. Una verify kwamba hiyo dawa imeandikwa na daktari. Kitu kingine unaangalia hiyo dawa mgonjwa ataanza kuipata lini na itaisha lini muda wake wa hiyo dawa, kama ni wiki 2 au wiki 3. Donc durée du traitement. Ukishamaliza kuzingatia hayo, unamwandaa mgonjwa sasa. Unamwandaa mgonjwa psychology. Dawa gani unataka umchome na ina side effect zipi, zile ndogo ndogo ambazo zinaweza zikajitokeza ila kiziona asije akashangaa. Ukishamaliza kumwandaa mgonjwa, kuna technique sasa ambazo tunatumia kwa kuminject someone. Cha kwanza, unamchoma wapi mgonjwa sindano? Kuna sehemu 3. IM unaweza kumchoma kwenye tako, kwenye bega na kiunoni. Donc sur le bassin. Kwenye kiuno sasa, kuna jinsi gani unaweza ukamchoma mtu? Una tracer ligne horizontale, yani unakata mstari sehemu ya yani katikati kabisa ya mguu. Unakata mistari miwili. Tunachoma mgonjwa kwa kutoka nje. Kitu kingine, yani tunafanya hivyo tunasema pour éviter à pénétrer sur les nerfs sciatiques. Ili tusimchome kwenye sciatic nerves. Alors, si c'est une injection, il faut chasser les bulles d'air. Il faut aspirer avant d'injecter. Donc, kama ni injection unataka kuinject sasa, il faut unatoa air bubbles. Kitu kingine, una aspire, unavuta kwanza. Ili ukivuta ukiona damu una stop.
Usipoona damu unajua kwamba ni sehemu sahihi, unamchoma sindano mgonjwa. Sasa kipindi cha kumchoma sindano unakuwa unamwangalia kwamba kuna matokeo yanaweza kujitokeza ukiwa unamchoma mgonjwa. Ukishamaliza sasa kumchoma unamuuliza anajisikiaje. Kitu kingine unaangalia kwamba hakuna side effects zozote ambazo zinaweza zikajitokeza. Ukishamaliza hayo unamtaarifu mgonjwa lini atapata tena hiyo dawa. Kama umemwekea kanyora, unaandika hiyo kanyora umeiweka wapi, saa ngapi, na dawa umempa saa ngapi, ili mtu mwingine akija aweze kufanya nini, kupata matokeo mazuri. Kitu kingine sasa, les règles générales pour éviter les erreurs. Il faut regarder le bon patient, bon médicament, bonne voie, bon moment. Kwamba ili kuepukana na danger au kutoa dawa vibaya, unaangalia kwamba ni mgonjwa sahihi, dawa sahihi, njia sahihi na muda sahihi. Hizo vitu kivizingatia utakuwa yani umefanya vizuri zaidi. Sasa ukitoa dawa vibaya, ukiinject vibaya, kuna matokeo mabaya yanaweza kujitokeza. Kwa mfano naweza katokea abscess au kwa maambukiza mgonjwa magonjwa mbalimbali, kwa mfano hepatitis, VIH, sida au les régions nerveuses, au mshipa ukapata vidonda au misuli ikaoza au akapata ulemavu. Hayo ni mambo mabaya ambayo yanaweza yakajitokeza ukiwa umeinject vibaya. Kitu kingine na shauri, kama mtu hana misuli ya kujitosheleza au ana mguu mdogo, kuna watu wembamba na watu wanene. Kama ni mwembamba, kama ni cc zaidi ya 2, ni vizuri kumchoma sindano mtu sehemu 2. Watu wengine, kuna watu kama ni zaidi ya cc 2 wanachoma sehemu moja. Na shauri nilikuwa nasemea kwamba ikiwa ni zaidi ya cc 2 unachoma sehemu 2. Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji, na washukuru sana. Kama kuna swali lolote mnaweza mkaita kwa namba hizi 074 30 21 22. Nashukuru sana watazamaji, wasikilizaji, msahau kusubscribe ili muweze kupata mafunzo mbalimbali kuhusu afya. Nawatakia usiku mwema au mchana mwema. Mungu awazidishie baraka. Asante sana. Kwaheri.